Aya, nimeamini. Hadhi ya mwanaume haipimi kwa ndevu. Yule jamaa alikuwa anamheshimu sana, nikaona ndevu nikajua huyu ni mtu mzuri, kumbe amenitapeli. Amenitapeli mtu wa wapi, mtu fudenga amenitapeli kabisa. Sasa hapa itaenda wapi na sijui hii nchi ni nchi gani? Mbona kama ni kumbi wa kivita hapa kwa sio Goma? Sio Kongo kweli hapa. Sasa hapa nabadilisha hadi jina. Kwanza leo mimi ni boss kijana. Kwa sababu siku hizi na hela na ukileta za kuleta na kupasua kichwa. Halafu matibabu na kupeleka India. Maana mimi sina shida ndogo ndogo kabisa. Kwanza leo mimi ni boss kijana mwana. Angu yupo Amerika. Kwa hiyo sina shida ndogo ndogo, niite tajiri boss kijana. I say, yule mzee mbona ana vibe la kutosha? Mbona vibe? Nilikuwa sijamzoea akiwa kama vile, yani anaagiza chakula, anaagiza vinywaji na wale wote amewalipia. Vipi leo mbona kama na vibe la kutosha? Kuna nini nyuma yake? Wenda kuna kitu nyuma ya pazia. Mzee ile ana vibe kabisa ya kutosha. Yule mzee kwa na vibe ni kwa sababu mtoto wake tayari yuko Amerika. Mtoto wake amepata hela za kumsafirisha kwenda Amerika. Sababu sasa leo mtoto wake amepata taarifa kwamba amefika kule Amerika. Ndo na vibe kama lile. Dogo, tumia akili azilipi ushuru. Tumia akili azilipi kodi tena zitaisha. Sasa mzee kama yule atapata hela wapi za kumsafirisha mtu kutoka hapa kwenda Amerika? Yule hatapata hela yoyote. Na kingine kutoka hapa kwenda Amerika hela nyingi, kwa hiyo mzee yule hato sidhani kama tunaweza kupata pesa za kusafirisha mtoto wake. Kwa hiyo tumia akili. Kuna kitu kingine. Kwangu laki sio pesa, milioni sio pesa. Bilioni ndio change. Kwa sababu mtoto wangu yuko Amerika. Sababu wale nyote na nitawalipia kabisa, msiwe na wasiwasi. Mwambie wawape kabisa kwa sababu mtoto wangu yupo Amerika. Niite boss kijana. Wewe mchekesho kote kabisa. Sasa hivi niite boss kijana, mzee wa midola, mzee wa minoti. Labda wewe hujanielewa. Nimesema hivyo, kuna namna nyingine walitumia kiunga, yani usafiri wa kiuchawi. Yani kuna majamaa wanaitwa Mjapani ndoa, wamsafirisha kwenye kiunga kabisa. Wamsafirisha kwa kiuchawi, sio kwa ndege. Kwani walifika kweli? Walifika? Una uhakika walifika? Na kama walifika, sasa tunasubiri nini? Tunasubiri nini kwenda Amerika kama kwenda Amerika ni bure kiasi hicho? Lazima hao vijana watafute kabisa. Kwa sababu kwenda Amerika hakuna Mwafrika ambaye hatamani kwenda Amerika. Kwa hiyo kama walifika kweli, kama una uhakika hiyo kidogo walifika Amerika, sasa sisi tunasubiri nini? Basi tuwatafute hao jamaa. Kabisa kuwa na hela ni raha sana. Kumbe kuwa na hela ni hivi raha yake ni kama hii. Sasa hivi siitwi mzee wa ovyo. Sasa hivi niite mzee wa minoti, mzee wa dola. Tajiri kijana, boss kijana. Mr. Man. Kabisa nyewe wote tawalipia kabisa, msiwe na shaka, agizeni mnachokitaka nitawalipia. Halafu unajua yule mzee ni baba. Licha kumwambia kwamba mtoto wake amefika Amerika, tayari ashaanza kula bata. Nasikia kwamba sasa hivi haitwi mzee. Sasa hivi kashabadilisha jina, anaitwa boss kijana. Sasa yule jamani, kumwambia tu kwamba mtoto wake tayari kashafika kule, hali kashaanza kuuza vitu, sasa nakula tu bata. Sasa hapo shida sio zetu. Kwa sababu kama taanza kubuguza vitu na kuanza kula bata, hii ni hatari na akigundua kama mtoto wake hajafika kule, sasa itakuwaje hapo? Sio haoni kama ni shida? Hii ni hatari zaidi ya hatari kabisa. Kwa sababu tayari tushavuruga mambo. Licha kumwambia kwamba mtoto wake amefika Amerika, ashaanza kula bata, vitu vya ndani ashauza. Sasa hivi haitwi mzee, ni boss kijana. Na ingine anasema kwamba ukienda kuleta na kupasua kichwa, alafu baba na kupeleka India, hana shida ndogo. Sasa hii ni hatari kwa sababu tunajua mtoto wake hajafika kule na hatujui alipo. Sasa hapa ni shida kabisa. Si kwa gundua, sisi tutapelekwa mahakamani, tutapelekwa kituo cha polisi, tutafungwa. Kwani sasa tufanye nini? Ili
aache kutumia pesa za familia zao akidhani mtoto wake yuko Marekani. Tufanye nini? Kwa sababu tusipofanya kitu akimaliza lazima taanza kutafuta mtoto wake akidhani yuko Amerika ila mtumie pesa. Na kingine kipindua kamba yuko Amerika, sisi tutafungwa, tutaitwa matapeli. Kwa hiyo tufanye nini? Tufanye nini ili kumzuia aache kutumia pesa kiurahisi? Sasa akili ni kitu muhimu sana hapa. Tutumie akili, tusitumie nguvu. Na kingine, ukiwa na akili kwenye mji wa wajinga wengi ni rahisi kutoboa. Kwa hiyo tutengeneze picha ya AI kwamba mtoto wake ameshikwa